Bana, karibu sana United Insider tuweze kuangazia taarifa ambazo zinahusiana na usajili. Hizi ni gossip na rumors ambazo zinaendelea kutoka vyanzo mbalimbali vya habari. Taarifa ya muhimu na kubwa ambayo imepewa kipaumbele kuanzia jana jioni ni kwamba Manchester United wamefanya mawasiliano na kambi za wachezaji wawili muhimu ambao wanawaangazia. Nyota wa kwanza ni Bruno Guimaraes, nyota kutoka kwenye klabu ya Newcastle United na timu ya taifa ya Brazil, lakini nyota wa pili ni Sandro Tonali ambaye pia anatoka Newcastle United. Sasa inaelezwa Manchester wameweza kufanya mawasiliano na mawakala wao kwa nyakati tofauti ili kuangalia uwezekano wa kuweza kuwasajili, huku ikielezwa Manchester huenda wakaspendi mpaka paundi milioni 200 katika dirisha kubwa la usajili ili kuweza kukamilisha usajili wa nyota kadhaa hususan kwenye eneo la kiungo. Na tunafahamu mpango mkubwa wa United ni kuweza kurekebisha eneo la kiungo kwa sababu Casemiro atakuwa anaondoka, lakini kiungo wa Manchester imeonekana bado sio bora sana. So wachezaji hawa wawili ni wachezaji ambao watakuwa wanaangaziwa ili kuweza kusajiliwa katika dirisha kubwa la usajili. Lakini taarifa zingine zinatuambia kwamba wakati Sandro Tonali na Bruno Guimaraes wakiwa kwenye rada za Manchester na Manchester ikiwa imeanza mchakato wa kuwasajili, Manchester imeweka watu watano kama kipaumbele. Tonali ni mtu wa kwanza, Bruno ni mtu wa pili kwa maana Bruno Guimaraes, lakini Anderson Elliot ni kiungo wa tatu ambaye Manchester itaendelea kumwangazia kama mtu muhimu wa kuweza kumsajili. Kama usajili wa Tonali na Bruno Guimaraes utaweza kushindikana, basi Anderson Elliot ni mtu wa tatu kwenye usajili huu. Lakini kuna option ya 4 na ya 5, Adam Wharton ikiwa ni option ya 4 pamoja na Joao Gomez ikiwa ni option ya 5. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo inaendelea, ni rumor, ni gossip ambayo ipo kuhusiana na usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili ambayo itafanyika kuanzia majira ya summer. Je, Manchester watavunja benki kusajili wachezaji hawa? Hili ni swali la kujiuliza, na taarifa zingine zinatuambia kwamba Newcastle haitakuwa rahisi kuweza kuwaachia nyota wake wawili kwa wakati mmoja, Tonali pamoja na Bruno Guimaraes. Hivyo viungo ambao wanawaniwa na Manchester sasa ambao wanapewa kipaumbele kikubwa katika taarifa ambazo zipo kwa hivi karibuni ni Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anderson Elliot, Adam Wharton pamoja na Joao Gomez, huku jina la Carlos Baleba likizidi kuondoka taratibu kwa sababu kiwango cha Baleba season hii kimekuwa kiko chini sana. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo imepewa uzito sana kwenye vyanzo vingi vya habari ambazo wanaripoti tetesi kuhusiana na soka. Lakini taarifa nyingine itakuwa inahusu sehemu ya ulinzi ambako inaelezwa Manchester United inamwangazia kwa ukaribu Malick Thiaw kama target muhimu kuelekea msimu ujao. Huyu ni nyota mwingine kutoka Newcastle United ambaye anatajwa Manchester atakuwa anamwangazia kwa ukaribu zaidi. Malick anatajwa kwa sababu inaelezwa huenda Manchester ikawa inaangalia mbadala sahihi wa Harry Maguire, huku hatma ya Euro kwenye kikosi cha kwanza ikiwa bado haieleweki, kwamba alianza vizuri lakini katikati kama amepata changamoto ya kutokujiamini. Hivyo Malick anatajwa kwamba ni target au ni talent ambayo iko targeted na Manchester kuja kuiongoza kwenye sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo ni tetesi nyingine ambayo imepewa nafasi kwa ukubwa sana kwamba huenda akawa anakuja Manchester kwenye dirisha kubwa. Lakini kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa inamhusu mlinzi kutoka Spurs, huyu si mwingine bali ni Van de Ven. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba Spurs hawatakubali kumuuza mchezaji huyu kwa gharama yoyote, na wanaona ni mtu ambaye anastahili kuendelea kubaki kwenye klabu yao kuipambania. Huyu ni nyota ambaye kwa siku za karibuni Manchester United ilielezwa kwamba wanaangazia uwezekano wa kuweza kumsajili Van de Ven na kujiunga na United, lakini sasa Newcastle Spurs sasa wanasema hawatakubali kumuuza hata dau kiasi gani liweze kutengwa, hawatutaka kumuuza. Lakini Van de Ven mwenyewe kambi yake inasema matamanio yake ni kucheza michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Hivyo kama Manchester watakuwa wanapata nafasi ya kwenda ligi ya mabingwa, huenda ikaongeza chapuo, huku Spurs inavyoendelea kufanya vibaya huenda ikaongeza motisha kwa mchezaji kuweza kushawishi kutaka kuondoka, lakini Spurs hawako tayari kumwachia Van de Ven kwa dau lolote.
Taarifa nyingine kuhusiana na gossip siku ya leo ambazo zipo inazungumzwa kwamba Manchester United wako tayari kufanya mazungumzo na Nottingham Forest ili kuweza kuanza mchakato wa kumpata mlinzi Murilo Santiago, raia wa Brazil. Na inaonekana Manchester wako serious sana kwenye swala la kutafuta mlinzi, kwa sababu tetesi nyingi zinahusishwa pia na usajili wa mlinzi Maliki, Van de Ven na Murilo. Hao wote ni walinzi ambao Manchester inahusishwa nao kuweza kuwasajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Sasa inaonekana Manchester watakuwa serious sana na kutafuta mlinzi ambaye atakuja kutengeneza partnership nzuri na either Licha au Yolo au mchezaji mwingine ambaye atakuwepo. Lakini hapo hapo kwenye swala la ulinzi, taarifa kutoka nchini Italia, Di Marco mchezaji mwingine ambaye atakuwa anafuatiliwa kwa karibu na Manchester United, kwa sababu Manchester wanaona kabisa Luke Shaw huenda mambo tena yasiendelee kuwa mazuri. Tayari injuries zimeanza kurejea, hivyo Manchester wanamwangazia Di Marco kama mbadala sahihi wa kuja kucheza upande wa kushoto, ambaye atachukua nafasi ya Luke Shaw kama msimu ujao watakuwa tayari kuweza kumpata, na ikielezwa Luke Shaw kwa sababu ni majeruhi, hivyo Di Marco huenda akawa ni replacement sahihi kabisa. Hii ni taarifa kutoka kule nchini Italia. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo kutoka Team Talk ambayo inazungumza kwamba kama United itafanikiwa kufuzu kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao, na itakuwa inaonekana hivyo kwamba Anderson Elliott itakuwa inaongeza nafasi zaidi ya kuweza kumpata Anderson Elliott aweze kujiunga na Manchester. Mpaka sasa Manchester wako nafasi ya 3, ina nafasi nzuri zaidi ya kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao, japo Liverpool ni klabu ambayo inatajwa kwamba Anderson Elliott mwenyewe anapenda kwenda kujiunga nayo. Lakini kwa mujibu wa taarifa hii ni kwamba Manchester watakuwa na nafasi nzuri ya kumpata Anderson Elliott kama watafanikiwa kushiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya. Taarifa nyingine ni kwamba mascout wa Manchester wanavutiwa zaidi na Chema Andreas kutoka Stuttgart, ambaye pia anawaniwa na vilabu vingi barani Ulaya. Bwana mdogo huyu amekuwa na msimu mzuri kwenye ile Bundesliga na akikipiga na Stuttgart City, Arsenal pamoja na Spurs. Vinaelezwa ni vilabu ambavyo vinamfukuzia kwa karibu bwana mdogo huyu, lakini klabu yake pia Real Madrid ambayo ilimuuza kwa Stuttgart ina nafasi ya kuweza kumsajili, na Madrid huenda wakamrejesha nyumbani kwa sababu waliweka ile buyback clause, wakiweka kiasi cha paundi milioni 10 peke yake. Hivyo Manchester wanamwangazia Andreas kama ni mtu mwingine ambaye anaweza kasajiliwa katika dirisha lijalo. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Aston Villa inamtaka Mason Mount na Manchester wako tayari kumwachia Mason Mount kuweza kuondoka kama itakuja proposal sahihi. Offer sahihi ikija, Mason Mount atakuwa anaondoka ndani ya Manchester United katika dirisha lijalo. Lakini pia Fenerbahce wanakaribia kukamilisha mchakato yao ya mazungumzo ili kuweza kuruhusiwa kumpata goalkeeper Aitar Baindiri. Hivyo kuna matumaini kwamba Aitar Baindiri atakuwa anaondoka Manchester United mwishoni mwa msimu. Pale tu dirisha litakapofunguliwa la usajili, Aitar Baindiri huenda akawa anarejea zake nchini Uturuki. Taarifa nyingine wakati huu ya muhimu ni kwamba Marcus Rashford yuko tayari kupunguza mshahara wake pamoja na marupurupu yake ili aweze kukamilisha mchakato wa kujiunga na klabu ya FC Barcelona mazima, kwa sababu yuko Barca kwa mkopo. Lakini Rashford anataka kupunguza sasa hiyo gharama ya mishahara yake na bonus zake ili aweze kupata nafasi ya kusalia pale Camp Nou moja kwa moja. Hizi ni gossip rumors ambazo zinaendelea kuhusu Manchester United. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kuikuza jamii kubwa ya United Insider.